CCTV kamera inafichua vitu vingi sana. Hivi imagine kama sio CCTV kamera hili tukio lingeonekana vipi? Kulikuwa na taarifa za kijana mmoja kutekwa na kupotea, kitu ambacho kama umepata bahati ya kutembelea page za mwanaharakati Maria Sarungi utakuwa umekutana nayo. So taarifa inasema kwamba siku ya Jumatano kijana mmoja ambaye tambulika kwa jina la Masudi Huseni alitekwa. So issue hii ilikuwa ipo chini kwa chini sana, yani haiku trend kuzungumziwa, lakini kupitia wanaharakati basi issue hii waliona na wakaishuhudia. Ni hilo tukio unaoliona hapo kwenye screen, tukio la utekaji la huyo mtu ambaye anaitwa Masudi Hassani. So ilikuwaje ama namna gani, vipi kilichokuwa kinaendelea, basi na kupitisha kwenye kile alichokiandika Maria Sarungi ili tuweze kwenda sawa. Anasema watekaji wamenaswa kwenye CCTV kamera siku ya Jumatano majira ya saa 3 usiku. Masudi Huseni alitekwa na hawa wauni na CCTV ilirekodi kila kitu. Hawa mafedhuri kwenye hiyo gari ndogo walishuka na kumfuata Masudi aliyekuwa amepaki boda yake hapo mkabala na haisi na wakamchukua. Hapo ni kituo cha mafuta cha Tawakal huko Sumbawanga. Walipohojiwa na watu kuwa ni akina nani, wakasema wao ni TISS, hawa ni usalama wa taifa. Mpaka sasa hajaonekana. Samia Suluhu Hassan badilisha sheria TISS kuwapata wauni hawa kuwapa wauni hawa nguvu kufanya watakavyo. Hii ni hatari. Nyie polisi Tanzania hatutaki maneno, mtafuteni na mrudisheni. Na nyie TISS acheni huo uuni, ndo mtaendelea kupigwa bani mpaka bibi zenu washenzi kabisa. Mmesababisha nchi inanuka damu na dhulma, ndo maana nawaambia Samia must go, tutaelewana tu. Sasa hapa alikuja aka tafsiri kwa lugha ya Kiingereza, so haina haja, ila tu alichokiandika ndo hicho ambacho kakitranslate tu kutoka kwenye lugha ya Kiswahili kuja kwenye lugha ya Kiingereza, so ili watu wote waweze kuelewa. Kwa hiyo akawataji hapa polisi waweze kumpata. So hili ni tukio ambalo limeonekana live. So kwa hiyo wewe ambaye unaishi labda unahisi una wasiwasi, basi funga CCTV kamera. Ingawa kuna sheria wanasema kuna vibali pia, yani usalama wa maisha yako pia unaulipia kibali. So mambo yamekuwa ni mengi, vitu vimekuwa ni vingi, matukio yamekuwa ni mengi ya utekaji. By the way, watu wengi wanapotea, watu wengi wanatekwa, lakini ushahidi kama huu ndo unafichua waovu, kwa sababu mtu anatekwa anakaa wiki nzima, afu baada ya watu kupiga kelele ndio wanakuja kutangaza kwamba sisi tunaye jeshi la polisi. Ni technique ambayo imekuwa ikitumiwa na jeshi la polisi na kama mlivyomsikia Chalamila amesema watafanya lolote kulinda usalama wa nchi. Na kama mnaamini kwamba kuna nguvu ilishai kutumika huko nyuma kwamba ni kubwa, basi hiyo ni cha mtoto. Nguvu itakayotumika sasa hivi ni balaa. So haya ni maneno yaliyoashiria kabisa kwamba anawatisha watu ama anasapoti kitu fulani. So watu, mimi nanukuu baadhi ya maneno ya watu ambao wamekuwa wakiwakosoa wana siasa ambao wamekuwa wakitumia maneno mazito. Kuna watu waliosema taifa limepata kidonda, hivyo inabidi tuuguze kidonda na tuliponye taifa. Lakini kuwaona wanaharakati wanapigania watu na kuwaambia ukweli, basi hiki kitu kinawakera sana wanasiasa. Kitendo kinachofanya baadhi ya watu ambao wapo kwenye mfumo na wananufaika kuwateka na kuwafanyia vitendo vya udhalilishaji. Yani watu wengi waliotekwa wamekutana na kasumba ya kulawitiwa, kuingizwa mavitu kwenye haja kubwa, kudhalilishwa, kutwezwa utu wao. Yani ni vitu vingi ambavyo vimekuwa vikifanyika kwa wanaharakati. So drop comment. Bye bye.